akijihisi kuvunjika. Anaanza kuondoka. Ghafla anamkuta Shou Wei amesimama mbele yake. Macho yake yanajaa machozi anapomuona. Shou anamuuliza, una njaa? Wanaelekea kwenda kula chakula cha jioni pamoja. Kwenye chakula cha jioni anakunywa sana na kuanza kumwonyesha daftari lake akisema, ona, kwani michoro yangu si mizuri? Kwa nini hakuna anayetaka kunitengenezea sanamu? Shou anapokagua michoro yake anasema, hii ni ya kipekee sana, sijawahi kuona kitu kama hiki hapo awali. Akisikia hivi, Chen Li anahisi furaha. Baadaye Shou anampeleka kwenye chumba cha hoteli. Wanapofika chumbani, amemlaza kitandani, lakini mara tu anapofanya hivyo, Chen anamvuta karibu na kumfanya ainame zaidi. Wakati anataka kumbusu, sauti inasikika kutoka nje, umelala? Mara ya kwanza Shou hajibu, lakini anapojaribu kumbusu tena, sauti inarudia, uko macho? Shou anajibu, hapana, nimelala. Asubuhi iliyofuata, Chen Li anapofumbua macho, anamuona Shou amelala kando yake. Akiona hivi, kumbukumbu zote za usiku uliopita zinamjia kwa kasi. Anapoinuka ili kuondoka, mwanamke wa usafi anaingia na kusema, nilidhani ninyi wawili mmeshaondoka chumbani. Kisha anaondoka. Baada ya mwanamke wa usafi kuondoka, Shou anamvuta Chen na kumkumbatia akiwa amemshika mkono, kisha analala tena. Katika sini inayofuata, Shou Wei anampeleka Chen Li kukutana na yule mtu ambaye alikuja mjini kwa ajili ya mkataba wa biashara naye. Anamwomba mtu huyu atengeneze sanamu kutokana na michoro ya Chen Li na mtu huyo anakubali. Kisha wawili hao wanaondoka pamoja. Asubuhi iliyofuata, Chen Li alichelewa darasani, hivyo akaanza kukimbia. Wakati huo, Shou Wei alikuja kwa nyuma akiwa na baisikeli yake na kusimama kando yake. Wote wawili wakihisi aibu, walisalimiana asubuhi. Ghafla Chen Li akakumbuka, nimechelewa darasani na wewe utachelewa pia, haraka nenda darasani. Shou akajitolea, naweza kukupeleka, panda. Lakini alipotazama nyuma, aligundua kuwa baisikeli yake haina siti ya nyuma. Kwa aibu, Shou alinyamaza. Baada ya hapo, Chen Li akasema, wewe tangulia, mimi nitakimbia na nitakukuta. Shou aliposikia hivyo akaondoka. Chen Li alipofika darasani, alimuona profesa akiwakemea wavulana wachache kwa kuchelewa. Muda huo huo, Shou akaingia na kumchanganya profesa kwa kumuuliza swali huku akimpa ishara Chen Li aingie darasani kwa siri. Aliingia haraka bila profesa kugundua na Shou akafuata akisema, ndiyo, nimeelewa sasa. Kisha akakaa kwenye kiti chake. Baada ya hapo, Chen Li alimshukuru Shou kwa kumsaidia, lakini mara tu darasa lilipoisha, wasichana wawili walianza kunongonea kuhusu Chen Li wakimuita mwizi. Shumyao akasema, kama una la kusema kuhusu Han Chen, mzungumzie mbele yake. Kuna faida gani ya kusengenya nyuma yake? Mmoja wa wasichana akajibu, hujui kuwa kuna mwizi kwenye bwendi lenu? Shihui alituambia mwenyewe. Akisikia hivi, Shumyao anamuuliza Shihui, je, umesema Chen Li aliiba? Shihui alijibu, ndiyo nimesema, kwa sababu aliiba. Chen Li akakaa kimya akikumbuka kuwa alichukua sodo za Shihui bila kuomba, jambo ambalo lazima ndilo lilimfanya amuite mwizi. Wasichana wengine walipoona majibu ya Chen Li wakasema, basi ni kweli kwamba aliiba kweli. Chen Li alipoanza kuondoka, Shou alimzuia akisema, waambie tu hukufanya chochote, lakini Chen Li akivuta mkono wake kwa hasira akasema, usiendelee kuniuliza, kisha akaondoka. Kurudi bwendini, Chen Li alimwomba, samahani, nilichukua sodo zako bila kuomba, nilikuwa na mpango wa kuzirudisha, lakini nikazipoteza. Shihui akiwa bado amekasirika akajibu, nitaaminiaje? Muda huo huo, Shumyao akakumbuka, kiongozi alinipa sodo zile, nimrudishie Chen Li na mimi nikamrudishia yeye. Akigundua hili, Shihui alikimbia kwa kiongozi na kudai sodo hizo zirudi. Kiongozi akajibu, nilizitupa. Shumyao akasema, sawa, utaninunulia nyingine mpya kwa pesa zako mwenyewe. Kiongozi akasema, chukua pesa badala yake, siendi dukani kwa ajili ya hilo. Hata hivyo, mwishowe alizinunua na kumpa. Shumyao alipofungua mfuko, aliona kuwa ndani kulikuwa na kinga. Kwa hasira, alimrushia akisema, nilijua wewe ni mtu wa aina hii. Kiongozi akiwa na aibu akasema, sikuweka hiyo hapo, sijui imefikaje. Aliweka haraka kitu kile mfukoni na kuondoka. Baadaye, baada ya Chen Li kumrudishia Shihui sodo zile, Shihui akihisi hatia aliomba radhi akisema, samahani kwa kukutuhumu, na hapo hapo urafiki wao ukarudi kama zamani. Wakati huo huo, Shu alikuwa akitazama simu yake akifikiria, kama hataomba radhi kwa kuwa na dharau sitamsamehe. Kwa upande mwingine, Chen Li alikuwa akihangaika afanye nini kuhusu kumtumia ujumbe
yake. Hatimaye alichapa samahani, na kwa bahati mbaya akaongeza emoji ya moyo. Ujumbe ulitumwa kimakosa. Shu alipouona ujumbe ule alifurahi sana, lakini Chen Li aliuondoa ujumbe ule unsent baada ya kugundua kosa lake, jambo ambalo lilimfanya Shu akasirike zaidi. Mwishowe Chen Li alimtumia video ya kuomba radhi. Shu anacheza mechi ya mpira wa kikapu na mchezo unavyozidi kupamba moto, anamuona Chen Li akifika hapo. Uso wake unajawa na furaha kumuona. Wakati wa mapumziko, Chen Li anamkaribia akiwa na chupa ya maji, lakini kabla hajamfikia, kundi la wasichana linampa maji. Shu anakataa kuyachukua. Baada ya wasichana kuondoka, Chen Li anasongea na kumpa chupa yake. Hata hivyo, Shu haichukui. Akiwa amechanganyikiwa, Chen Li anauliza, nimeshaomba radhi, kwa nini hunitaki kunisamehe? Shu anajibu, unajua ulichokosea, au sio? Chen Li anasema, ndiyo najua, nilikufokea mbele ya kila mtu. Akisikia hivi, Shu anatabasamu na kuondoka, akimwacha Chen Li akiwa na mshangao, kwa nini hakuchukua chupa ile? Baadaye Chen Li anajaribu kuchagua chupa nyingine ya maji, lakini anaonekana kuchanganyikiwa. Wakati huo huo, Shu amezungukwa na wasichana wengi zaidi, kila mmoja akimpa chupa ya maji, lakini anawakataa wote. Ghafla Chen Li anatokea kwa nyuma akiwa amebeba chupa maji kubwa kupita kiasi chake, kubwa kiasi kwamba Shu anapata shida hata kuinua. Mara ya kwanza anapigwa na butwa, akijiuliza kwa nini amempa chupa kubwa kiasi hicho. Chen Li alikuwa amedhania kuwa Shu alikasirika awali kwa sababu alimpa chupa ndogo. Baada ya kumkabidhi, anasema, ikiwa utahitaji zaidi nipigie simu. Shu anafurahi sana, na wakati Chen Li anaondoka, anashindwa kuficha furaha yake. Wasichana wengine wakiona ile chupa kubwa wanauliza, je, bado unahitaji chupa ya maji? Shu anainua ile chupa kubwa na kujibu, mnaonaje? Wasichana wanaondoka wakiwa wameshindwa. Baadaye tunawaona wavulana wakilinganisha chupa zao za maji ili kuona nani amepata nyingi. Shu bila shaka anashinda kwa sababu chupa yake ni kubwa kuliko zote. Anaileta chumbani kwake, akiiweka mbele yake na kuiatavi kwa mahaba. Wakati huo huo darasani, Chen Li anagundua kuwa Shu hajafika. Akiwa na wasiwasi, anamuuliza rafiki yake wa chumba, Xiao, nini kimempata? Xiao anajibu, ni mgonjwa. Amekaa tu pale akiikumbatia ile chupa ya maji, hataki mimi wala mtu mwingine yoyote aiguse. Sijui ni homa gani imempata. Chen Li anakaa kimya kwa muda, kisha Xiao anaongeza, unaonekana kuanza kupata hamu sana na Shu ghafla. Chen Li anajibu haraka, nilikuwa nauliza tu. Wakati huo huo, Shu yuko katika kikao na mwanamke mrembo sana wa makamu kujadili fursa ya uwekezaji. Mwanamke huyo anamuuliza, kwa nini niwekeze kwako? Kwa nini sizungumze na baba yako tu? Shu akionekana kuwa makini anaelezea, uhusiano wetu si wa namna ambayo naweza kumuomba fadhila. Basi uhusiano wetu ni upi? Shu anajibu, nilishakualia awali, unanitendea vizuri kuliko hata mama yangu alivyowahi kunitendea. Wewe ni wa pekee kwangu. Akiguswa na maneno hayo, mwanamke anakubali, sawa, nitawekeza kwako. Shu anafurahi sana na kusema, hongera, sasa sisi ni washirika. Anapoondoka, mhudumu anamkaribia mwanamke huyo akivutiwa na muonekano wake mzuri na kuuliza, je, yule alikuwa mdogo wako? Anajibu, hapana, yule alikuwa manangu. Akihisi fahari, anaelekea nyumbani. Eneo linabadilika kuelekea kwenye mechi ya mpira wa kikapu, na upande wa pili, Shu Miao na Chen Li wameshiriki katika dansi ya ushangilia, cheerleading. Muda huo baadhi ya wasichana wanakuja kumuita wakisema, haraka Chen Li. Chen Li anaelekea haraka kujiandaa, lakini zipi yake inakwama. Hatimaye panapotoka nje, anamuona Shu akikaribia. Shu anauliza, nini kimetokea? Anaelezea kuhusu zipi yake na Shu anamsaidia kwa kuwa walikuwa karibu sana. Shu anasema, baada ya mechi tukutane chini ya mti. Chen Li anakubali na kuelekea kwenye dansi yake. Wakati anaenda kucheza, Shou Wei anatabasamu na kisha anaanza kucheza na wasichana wengine wakitoa onyesho la kustaajabisha. Baada ya onyesho lao, mechi inaanza tena. Kila mara Shou anapofunga goli, Chen Li ndiye anayekuwa na msisimko zaidi. Shao anagundua furaha yake, lakini haelewi kwa nini ana msisimko kiasi hicho. Baada ya kushinda mechi, Shou anaondoka na Chen Li anamtazama akiondoka kwa sababu anataka kuzungumza naye, kisha anaharakisha kumfuata ili amfikie. Baadaye Chen Li anamsubiri Shou Wei. Wakati Shao anapofika na kumuuliza, kwa nini unasubiri hapa? Anamwambia, namsubiri Shou Wei. Shao anajibu, Shou Wei ameondoka na msichana mmoja. Akisikia hivi, Chen Li anakimbia kwenda kumtafuta na kugundua kuwa kweli yuko na msichana. Chen Li anaondoka kwa hasira. Kisha Chen Li anachukua lile bango la Shou Wei na kulipeleka nje. Analiweka chini na kusimama pale akifikiria, kwa nini nilikuja kumwaga?
Kisha tunamuona akiwa amebeba kifurushi. Muda huo Shou anatokea akisema, kifurushi chako kimefika, kile ulichotaja kwa ajili ya sanamu zako. Anajibu ndiyo. Anaanza kukifungua, lakini anamsimamisha akisema, nitashughulikia mwenyewe. Baada ya hapo anaondoka, lakini anaanza kumfuata. Chen Li anapofika darasani, mtihani wake hauendi vizuri na mwalimu anamfokea. Mwishoni mwa darasa, Chen Li na Shou pekee ndio wanabaki. Shou anamkaribia Chen Li na kujaribu kumwambia nini cha kusoma kwa ajili ya mtihani, lakini Chen Li haonekani kuwa na hamu. Anajibu, nitafanya kwa namna yangu. Akisema hivyo, anaondoka. Wakati Chen Li amekaa anakula, Shou anakuja na kumkabidhi notice muhimu akisema, zisome hizi. Baada ya kuondoka, Chen Li anampa Shao akimwambia, hakikisha unamrudishia hizi. Shao anafurahi kupata notisi hizo nzuri. Darasani, mwalimu anawaambia wanafunzi wote alama zao na Chen Li anapata nafasi ya mwisho. Shao anaposikia hivi, anapigwa na butwaa kabisa. Muda huo Shao anaanza kumrudishia notisi zake akisema, notisi hizi zimenisaidia sana. Shao anauliza, nani alikupa notisi hizi? Shao anajibu, Chen aliniambia nikurudishie. Hili linamfanya Shao akasirike sana kiasi kwamba anagonga notisi zile mezani. Wanafunzi wote wanageuka kumtazama. Darasa linapoisha, Shao anamkaribia Chen Li lakini anampuuza kabisa na kuanza kuondoka. Shao amechanganyikiwa akifikiria. Baada ya hapo, Shao anaporudi chumbani kwake, Shao anamuuliza, yule msichana uliyekuwa naye ni nani? Je, ni mpenzi wako? Shao anajibu, mpenzi? Hapana, si kitu kama hicho. Shao anasema, ndiyo, darasa zima linajua hilo sasa. Hapo Shao anaelewa kwa nini amekasirika. Marafiki wote wanakusanyika kuimba na ghafla Shao anaingia na kuketi kati ya Chen na wengine. Chen anapojaribu kuondoka, anamshika na kumvuta arudi kuketi kando yake akimuuliza, kuna nini? Umekasirika nami? Sasa kila mtu anaanza kuimba step by step, na inapofika zamu yake Shou Wei, Chen Li hampi microphone, lakini Shou anaichukua mwenyewe na kuanza kuimba wimbo unaohusu kutokuwa na mpenzi. Baada ya kufurahi sana, Chen Li na Shou wanatembea pamoja. Chen Li ana furaha sana. Shou anauliza, kwa nini una furaha kiasi hiki? Anajibu, nimepata chakula cha ziada kwenye makahawa. Sasa Chen Li anamuuliza, basi yule msichana uliyekuwa naye siku ile alikuwa mpenzi wako? Shou anajibu, je, unaona wivu kuwa yeye ni mpenzi wangu? Chen anasema, kwa nini? Kwa nini nione wivu? Shao anamwambia, yeye si mpenzi wangu, ni mtu wa familia. Akisikia hivi, Chen Li anawaza kuwa lazima atakuwa dada yake. Kisha Shao anamuuliza, sasa kwa kuwa kila kitu kiko wazi, tunaweza kuwa pamoja? Chen Li anajibu, ndiyo. Kisha anashika mkono wake na kusema, mbona mikono yako ni ya baridi sana? Anamshika mkono na kuanza kutembea naye akimuuliza, ulianza kunipenda lini? Chen Li anaelezea, nilianza kupenda tena nilipokuwa nachora picha yako. Pia anataja, nilileta hata bango lako chumbani kwangu ili niweze kukuona kila naiti. Shao anauliza, kweli? Nipe bango hilo sasa, ni alama ya upendo wetu. Akisikia hivi, Chen Li ananyamaza kimya kwa sababu alikuwa shalitupa. Kisha anasema, sawa, nitakupa. Wanaendelea kuzungumza wakati wanatembea. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe. Pia usisahau kufuatilia mwendelezo wa filamu hii ili kujua, je, Chen Li atafanya nini sasa ili kupata lile bango alilotupa kabla Shao hajagundua ukweli. Asanteni, tukutane wakati ujao.